Vipindi vyetu kuzungumzia magonjwa ya akili. Leo tutazungumzia ugonjwa unaojulikana kama epilepsy. Waarabu wanaita aswara. Ugonjwa kama huu unajulikana Kiswahili kama kifafa. Kifafa ni hali ambayo kwamba inamtokea kama mtu mzima ama mtu mdogo kwa yani pale ule ubongo wake unakuwa na ikhtilafu mbalimbali, na ziko aina nyingi. Kuna kifafa ambacho kwamba mtu anaanguka, anajiuma, pia anaweza kutoka na haja. Hiyo aina ya kwanza. Kuna kifafa ambacho kwamba kinakuja kinamtokea mtu usiku peke yake, anakuwa anatetemeka, na hii mara nyingi inakuwa hajijui, bali wale ambao kwamba analala, yani wale ambao kwamba wako nao usiku ndio kama wanamuona. Kuna kifafa yani aina tatu, ni kile ambacho kwamba kinakuja baada ya mwezi, yani mwezi mpaka mwezi. Na kuna vingine vingi, lakini hizi ndio maarufu. Baadhi ya watabibu wanapata makosa pale wanaposikia mtu anatetemeka na ugonjwa tetemeka, wanapatia dawa za baridi, na huwa hali ya kuwa kwamba sio baridi, bali huwa ni hali ya kifafa. Kwa hiyo kama tulivyozungumzia kwamba ugonjwa ni katika magonjwa ya akili na dawa zake ziko, alhamdulillah. Na shukrani, mnaona hapo baada ya kutumia hizi dawa zetu hii powder pamoja na hayo mafuta, alhamdulillah, mama yetu anatoa shukrani baada ya kuona mtoto wake amerudi katika afya nzuri, ambapo kwamba alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa kifafa. Na vile vile bila kusahau kwamba ugonjwa kama huu Mtume sallallahu anabashiria Waislamu wale ambao kwamba watapatikana na ugonjwa kama huu, Muislamu wote ambao watapatikana na ugonjwa kama huu na atafanya subra, basi Allah Tabaraka wa Taala atamlipa pepo. Na hivi ndivyo kwamba amezungumzia Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari kwamba ile hadithi ya sahabia sio pekee yake, bali ni aam, yani lijamii muslimin. Kila Muislamu kwamba anapata mtihani kama huu, basi Allah Tabaraka wa Taala atampatia zawadi ya pepo baada ya kuwa amefanya subra. Lakini hivyo hivyo pia kuna dawa ambazo kwamba tumefanikiwa kutafuta na kuzipata ambao inarekebisha tatizo kama hili. Na vile vile pia ningependa kuwatangazia kwamba tumeanza hiyo dry cupping kwa wanaume na kwa wanawake. Tunawafanyia kwa sababu ya sciatica, ule mshipa kwamba unaumia, yani mtu unamuuma kutoka kiuno mpaka chini huko. Vile vile pia tunaregesha chembe cha moyo, vile vile pete za mgongo pia tunafanya hiyo kwa kutumia hiyo kikombe kwamba tunatumia kwa moto. Inakuwa ni nzuri sana, inasaidia kwa watu wengi kama mnavyoona hapo. Na vile vile pia baada ya kufanyia baadhi ya mama zetu mmerudi vizuri na mmetoa shukrani. Kwa hiyo karibuni sana. Hii mtapata Malindi katika ofisi zetu zote, Malindi, Mombasa, Nairobi na Lamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.